hujakomaa. Komaa. Maana katika majaribu ndio mtu anakomaa. Ndio. Katika majaribu ndio tunasonga mbele. Ndio. Majaribu ni mazuri. Mwambie wenzako ni mazuri. Ni mazuri. Tena yana faida. Jaribika. Jaribika. Hebu tumwangalie Daudi, Isaiah 11 chapter 1. Isaiah 11 anza kuanzia 1. Basi likatoka chipukizi katika shina la Yese. Na tawi lililotoka katika mizizi yake litaanza matunda. Haleluya. Litazaa matunda. Yaani Daudi anakuja kama kiongozi ambaye tawi lake linazaa. Kiongozi ambaye anaweza kuzaa, sio kukaa na kulalamika. Lazima usembee mbele, uendelee na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako simama na uendelee. Simama na uendelee. Mwambie simama na uendelee. Unachagulia wewe. Haleluya. Unachaguliwa tu unaniania. Kile wakati mimi hili tawi linalozungumziwa hapa, Daudi anakuja tena, kazi yake jambo la kwanza anaanza kutoa matunda. Tazama matunda. Muulize mwenzako tazama matunda. Amen. Muulize tazama matunda. Mwambie utazama matunda wewe. Mpige shangwe na vigelegele. Makofi mazuri kwa Yesu. Daudi was a leader, a very great leader. Yes. Sisi tumezaliwa na viongozi wazuri. Sisi viongozi wa kulalamika. Ndio. Anasemekana anakuja Daudi, lakini tayari anakuja jambo la kwanza anazaa matunda. Yaani umechaguliwa lakini unazaa matunda. Umechaguliwa kiongozi wa vijana unazaa matunda. Sio kuzaa vitu ambavyo havifai, kuzaa bidii, kuzaa vitu ambavyo havifai. Kanisani unazaa matunda. Amen. Endelea. Na roho ya Bwana itakaa juu yake. Roho ya hekima na ufahamu. Roho ya ushauri na uwezo. Daudi anasema anapewa the roho ya hekima. Roho Bwana itakaa juu yake. Sasa roho Bwana akikaa juu yako, roho gani wa nini wewe uliyechaguliwa? Haleluya. Na roho ya hekima itaambatana pamoja naye. Na roho hizi zikikaa anakuwa kiongozi mzuri. Haleluya. Jambo la kwanza, tamani roho wa Mungu akae juu yake. Hapa sasa unaona pale ni kujazwa, hapa roho wa Mungu anakaa. Roho wa Mungu anafanya nini? Baada ya kujazwa ni akae. Atulie. Hebu muulize ametulia ama ametulia ama kama anakuja na kwenda. Roho Mungu akitulia utatulia hata kanisani. Lakini kwa roho Mungu hajatulia ndio leo haya huko hakuna maana. Naenda kule ni wewe unakwenda kutembea kila wakati. Niwe na ndio madhabahu yako ndio utakoomba uzima. Si madhabahu zingine. Sawa baba. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna kupokea Roho Mtakatifu na kujazwa, alafu na Roho Mtakatifu kukaa. Anatulia sasa. Sasa kiongozi hapa, unaona hapa kiongozi si kujazwa hapa. Ni roho ikae. Ikikaa hata mtu akikuongelea vibaya wewe unasema roho wa Bwana ananisaidia, sina shida. Amen. Haleluya. Unaendelea mbele. Unazaa matunda. Unaendelea kufungua makanisa. Unaendelea kuinuliwa. Unaendelea kusonga. Unaendelea kusonga. Kwa sababu roho wa Bwana amekaa. Viongozi wa roho wa Bwana hajakaa. Huhangaika. Hata kwenye matatizo madogo wanalalamika. Lakini roho wa Bwana amekaa. Wametulia. Piga shangwe na vigelegele. Atatulia. And the spirit of the Lord shall rest upon her. Rest upon her. Hilo neno rest. Yaani baba ni roho wa Bwana atatulia. Atapumzika hapa. Atapumzika hapa. Sio kujazwa tena. Maana alijazwa tayari. Alipokea tayari Roho Mtakatifu. Alipookoka, ukiokoka unapokea Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ndio anakushawishi. Ndio. Ni sawa? Na wakati nguvu za Roho Mtakatifu zikiingia ndani yako, ukiokoka, unapokea Roho Mtakatifu. Alafu bado kujazwa. Ukijazwa, ukimaliza, ukiwa sasa umechaguliwa kwa kiongozi, Roho ni atulie. Haleluya. Muulize mwenzako, ametulia ama bado? Ametulia ama bado wewe? Mbona unahangaika? Mwambie mbona unahangaika? Maana hajatulia. Lakini Roho akitulia, matatizo madogo kwako, kile jambo likija, unaliona kama karatasi, kwa sababu unaye Bwana awezaye yote. Haleluya. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Yaani Biblia inasema na Roho wa Bwana atatulia. Mtu ambaye Roho ya Mungu ametulia, hata ayuko hapa lakini ametulia, hata hana shida na kuna watu watakula nini. Ikiwa Roho wa Bwana ametulia, hata akija kanisani hangaiki. Yanasema tu haleluya, Yesu ni mwema, anatulia kanisani. Bwana anatosha. Lakini ambaye Roho wa Bwana hajatulia, utamwona kutoka na kuingia, kutoka na kuingia. Na simu nyingi. Halo. Mwanangu uko Nairobi kwa sababu gani?